aliposafiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, na asubuhi alipoamka kulikuwa na hali tofauti tofauti sana. Abu Jahl alimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa mahala, akamuuliza ma indaka ya Muhammad, vipi, kuna habari gani wewe Muhammad? Akamweleza kwamba usiku mimi nimesafirishwa kutoka Masjidul Haram kwenda Masjidul Aqsa, lakini pia nimepandishwa mbinguni. Abu Jahl hakutaka jingine lolote pale lizidishwe, aliona sasa huyu bwana amezidi uongo wake. Sisi tunasafiri kutoka Maka kwenda Palestina kwa mwezi mzima, tena na wanyama wanakuwa wanatembea kwa kasi, yeye apelekwe usiku huu mmoja na arudishwe. Tukisema huyu mtu ni muongo, sasa kubalini kwamba kweli ni muongo, na ikawa ni agenda ameibeba Abu Jahl, anaenda kuizagaza katika mji wa Maka. Amesikia mtu ya yeye huko ambao Muhammad ameitoa, lakini kaenda akamkuta Abu Bakar Siddiq, akamwambia kuna habari ambayo imeenea umeipata? Ndio, bado Muhammad anasema kwamba yeye kasafirishwa kapelekwa Baitul Maqdis katika usiku huu wa jana na karudishwa. Hii habari vipi? Abu Bakar akamwambia kama aliyosema hayo ni Muhammad, basi hiyo habari ni ya ukweli na haina shaka ndani yake na ni habari sahihi. Na ndugu zangu katika imani, hii taarifa tunatakiwa kuiamini kama ilivyo ya Isra na Miraj, lakini kwa wakati wetu tuna haki zaidi ya kuiamini, kwa sababu leo hii safari kama hizi zinafanywa na vyombo vya kisasa. Ni misafara mingi tu zaidi ya hiyo, watu wanakwenda wanarudi tena kwa masaa machache. Ni jambo ambalo kwamba halina shaka zaidi, na Waislamu natakiwa tuamini matukio yote mawili ya al-Isra wal Mi'raj. Tukisema Mi'raji tunamaanisha nini? Ndugu zangu, Mi'raj huu msafara sio wa duniani au wa kidunia, ni rihlatun samawiyya, ni msafara wa mbinguni, min Baitul Maqdis ila samai sabi'a, kutoka pale Baitul Maqdis ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia kwenye safara yake ya kidunia, na pale akapandishwa kupelekwa mbinguni na mpaka kwenye Sidratul Muntaha. Ili tukio lipo kama lilivyo. Ndugu zangu katika imani, ziko tafsiri za maulama ambao wao wanaona kwamba hii ya kupandishwa mbinguni ilikuwa ni ru'ya, ni ndoto alioteshwa tu kaenda mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya saba. Lakini kauli yenye nguvu ya maulama ni kwamba safari hii ni safari ya kiuhalisia, moja kwa moja lisafirishwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii aya kama ilikuwa ni tukio la ndoto moja kwa moja, basi kusingekuwa na sababu ya kushangaa kwamba aya imekuja kwa sigha ya subhanalladhi, ametakasika Allah ambaye, kama ingekuwa ni tukio la kawaida, kwa sababu kama ni ndoto, hata wewe leo hii unaota umeenda Marekani, umeenda Dubai, umeenda Japan, umeenda wapi, si jambo la kushangaa kama ni ndoto kama ndoto. Kwa hii ni kuonyesha moja kwa moja ni msafara wa kiuhalisia ambao alisafirishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni safari ambayo ina hikma kubwa, imekuja kuimarisha kiasi kikubwa da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da'wa ikawa imeshika tena mfumo mpya na ikawa inasonga mbele kwa kasi zaidi.